Karibu sana Tricod Media. Leo ni sehemu ya 3 ya mfululizo wa vipindi vyetu. Tumekuwa tukijifunza kuhusiana na ulimwengu wa ndani na jinsi ya kuingia kwenye ulimwengu wa ndani kwa kutumia ubongo wako pamoja na vitu vingine. Lakini pia katika vipindi vilivyopita tulizungumzia kuhusiana na ubongo wa kushoto pamoja na ubongo wa kulia. Lakini pia tulizungumzia uhusiano wake na ulimwengu wa ndani pamoja na ulimwengu wa nje. Lakini pia tulizungumzia kwamba ulimwengu wa ndani unatumia hisia na ulimwengu wa nje unatumia logic, au ubongo wa kulia unatumia hisia na ubongo wa kushoto unatumia logic. Lakini pia tulizungumzia kwamba spiritualist wanatumia ubongo wa kulia na scientist wanatumia ubongo wa kushoto. Lakini pia tulizungumzia kuhusiana na ulimwengu wa ndani au ubongo wa kulia pamoja na nguvu ya kutoa. Lakini pia tulizungumzia uhusiano wa ubongo wa kulia, ulimwengu wa nje pamoja na nguvu ya kupokea. Lakini pia tulizungumzia pia ni kwa nini ibada za sadaka zinafanya kazi zaidi kuliko ibada za kawaida. Lakini pia tukazungumzia ibada ya sadaka, jinsi gani ambavyo inaweza kubadilisha ndani yako na kusababisha kuweza kupata matokeo pamoja na vitu vingine. Kama hujafuatilia hiyo, basi unaweza ukafuatilia au ukafuatilia baadaye. Kwa leo tunaendelea, lakini kabla hatujaendelea kuna kitu ambacho nilitaka tuweze kukizungumzia, kitu ambacho ni cha muhimu sana. Asili ya kiungu, kwa sababu tulizungumzia kwamba nguvu ya kiungu ni nguvu ya kutoa na nguvu ya ulimwengu ni nguvu ya kupokea pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo watu wameanza kuchanganya kuhusiana na jinsi ya kumtafsiri Mungu pamoja na vitu vingine. Nataka hili swala niweze kuliweka sawa kabla hatujaweza kuendelea deep zaidi. Tunapo mzungumzia Mungu, kuna kitu ambacho inatakiwa tusichanganye. Kuna tafsiri ya kiungu kwa mujibu wa dini na kuna tafsiri ya kiungu kwa mujibu wa imani za asili pamoja na tafsiri za kiungu kwa mujibu wa imani za kiroho. Lakini ukizijumlisha zote kwa pamoja, kuna kitu kimoja ambacho utakipata, ni kwamba Mungu yuko ndani ya kila kitu. Kwa hiyo ndani ya kila kitu ambacho kimeumbwa hapa duniani, Mungu yuko ndani yake. Kwa hiyo Mungu yuko ndani ya kila kitu. Lakini pia Mungu yuko nje ya upeo wa macho yetu. Kwa hiyo Mungu yuko yani, kwa hiyo tunaweza tukasema kwa namna nyingine Mungu ni everything na Mungu ni nothingness. Yani Mungu yuko ndani ya kila kitu, lakini pia Mungu ni kiumbe ambacho kiko nje ya uwezo wetu wa kutazama. Kwa hiyo Mungu ni kama vile nothingness, ni kitu ambacho hakipo katika ulimwengu wa kimwili. Lakini pia kitu kingine ambacho ni cha msingi kabisa unapotafsiri nguvu ya kiungu ni kwamba Mungu, kila kitu ambacho kimeumbwa hapa duniani kimetoka kwa Mungu au kimetokana na Mungu. Hiyo ni kitu kingine ambacho ni cha msingi kabisa. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa uweze kukielewa ni kwamba hakuna njia sahihi ya kuweza kutafsiri asili ya kiungu kwa ukamilifu wake, ikiwa na maana kwamba asili ya Mungu ambayo unaitafsiri wewe ni asili ya kiungu ambayo umefanikiwa kuijenga ndani yako, ikiwa na maana kwamba uwezo ambao kikomo cha kutafsiri nguvu ya kiungu ni kikomo ambacho kiko ndani yetu, ikiwa na maana kwamba vile unavyomtafsiri Mungu ndivyo ambavyo unajitafsiri wewe ndani yako, au ndicho kikomo cha kupokea ufunuo wa kiungu ndani yako. Kwa hiyo kutafsiri nguvu ya kiungu ni sawasawa na kujitafsiri wewe ndani yako, ikiwa na maana kwamba ni ngumu sana kuweza kutafsiri nguvu ya kiungu. Hicho ni kitu ambacho nilitaka kuweza kukiweka sawa. Kwa hiyo vyovyote unavyotafsiri nguvu ya kiungu uko sawa sawa, kwa sababu ndicho kiwango ambacho Mungu amejifungua ndani yako. Maana hiyo kuna mwingine anaweza katafsiri nguvu ya kiungu tofauti na wewe, sio kwa sababu amekosea, ni kwa sababu Mungu alivyojifunua kwake ni tofauti na alivyojifunua kwako, kwa sababu kiwango cha kureceive ile nguvu na kiwango cha wewe kureceive nguvu ya kiungu ni viwango tofauti. Nadhani hapo utakuwa umeelewa. Kwa hiyo wote tuko sahihi tunapotafsiri nguvu ya kiungu. Lakini kuna kitu kingine ambacho nilitaka pia tukiweke sawa kuhusiana na asili ya uumbaji wa kiungu. Kuna kitu ambacho ni cha muhimu sana kukizungumzia ambacho kilitokea mwanzoni mwa uumbaji wa kiungu. Lakini kabla hatujaingia deep zaidi, kuna kitu ambacho nitaka tuweze kukizungumzia hapa kwa haraka sana kabla hatujaweza kuendelea. Kwanza kabisa kuna namba chini ambazo nimeweka hapo. Kama unatazama video utakuja kugundua kwamba baada ya channel yetu kufungiwa kuna baadhi ya vitu ambavyo
haviko sawa katika channel yetu, kwa hiyo video hazitembei vizuri. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kusupport harakati yetu iweze kwenda mbele zaidi ni kwa njia ya kusupport kwa njia yote ile. Aidha utanunua kitabu, aidha soft copy au hard copy, au utachangia sadaka yako, lakini pia aidha unaweza ukaamua kusupport harakati hii na kuwa mmoja wa mwanafamilia. Lakini pia unaweza ukajiunga na group letu la WhatsApp, nitaweka link hapo chini uingie kwa ajili siku nyingine tunapokuwa tunaposti pamoja na vitu vingine, tutakuwa na group discussion katika group letu la WhatsApp na kuweza kujifunza zaidi. Karibu sana. Tukirudi katika kipindi chetu, kama wewe ni msomaji wa vitabu vya kiroho, msomaji wa Biblia pamoja na vitu vingine, unaposoma story ya uumbaji utakuja kugundua kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi, lakini inasema kwamba nchi ilikuwa formless and empty, yani tuseme kilikuwa ni chombo ambacho hakina property yoyote. Kwa hiyo property ya kwanza ambayo Mungu aliweka ndani ya dunia ilikuwa ni mwanga. Alisema mwanga uwe na mwanga ukawa. Kwa hiyo mwanga ilikuwa ni kitu cha kwanza ambacho Mungu alikiumba, lakini watu ambao tunachanganya mwanga huu ambao Mungu aliuzungumzia hapa mwanzoni ni tofauti na mwanga wa jua. Mwanga wa jua uliumbwa baadaye sana. Hapa tumeambiwa dunia ilikuwa formless na ilikuwa ni empty na formless, ikiwa na maana kwamba dunia ilikuwa haina property yoyote, ilikuwa ni empty and formless, yani haina umbo lakini pia haina property yoyote. Na baada ya hapo ndipo tukaambiwa kwamba Mungu akaumba, akatamka na mwanga uwe na mwanga ukawa. Huu mwanga tunaozungumzia hapa ambao Mungu alitamka na huu mwanga ukawa, haukuwa mwanga wa jua, ikiwa na maana kwamba haukuwa mwanga huu ambao tunauzungumzia, mwanga wa jua. Hapana, mwanga ambao tunauona kwa macho pamoja na vitu vingine, hapana. Ilikuwa inazungumziwa kitu kingine. Ilikuwa inazungumziwa kuna nguvu ambayo ilijifunua, nguvu ya mwanzoni, ya mwanzo ambayo ilijifunua. Jinsi ya kuitafsiri ile nguvu katika ulimwengu wa kimwili ilikuwa ni ngumu. Alikuwa hakuna njia pekee ya kuweza kutafsiri, kwa sababu hakuna kitu cha kufananisha na ile nguvu iliyojifunua mwanzoni. Kwa hiyo kitu pekee cha kuweza kufananisha hiyo nguvu ilikuwa ni mwanga. Na ni nini ambacho kilitokea baada ya ule mwanga kutokea? Ule mwanga ukatenganishwa na giza. Kuna kitu ambacho nataka nikueleweshe hapa vizuri kabisa. Ili mwanga uweze kuwepo, ni lazima kuwepo na giza la kuweza kureflect ule mwanga, kwa sababu ili mwanga tochi ukiwasha labda mchana angani huwezi kuona ule mwanga, lakini tochi ukiwasha usiku ule mwanga utauona, au ukiwasha ukutani ule mwanga utaona, kwa sababu kuna kitu ambacho kinazuia ule mwanga. Kuna kitu ambacho kinaenda against na ule mwanga na kufanya mwanga uweze kuonekana. Huu mwanga kwa Kiebrania, kwa watu ambao wamesoma elimu za Kiyahudi utakuja kugundua huu mwanga unafahamika kama Ion Sof au mwanga usio na mwisho. Kwa hiyo mwanga ulitenganishwa na giza ili mwanga uweze kutokea. Kwa hiyo ili mwanga uweze kutokea ni lazima kuwe na kitu cha kuresist ule mwanga, ndo kitu kilichosababisha ni lazima. Kwa hiyo giza halikuwa kitu kibaya, giza lilikuwa ni kitu ambacho kilisaidia mwanga uweze ku manifest ili uweze kuonekana. Kuna njia nyingine ya kuweza kutafsiri huu mwanga ambao ulitokea mwanzoni. Kwa hiyo tunaweza tukasema huu mwanga ilikuwa ni kama ni properties ambayo ilikuwa ina nguvu ya kutoa. Ni nguvu ya kutoa, nguvu ya upendo, nguvu ya kiungu ambayo ilishuka duniani, ambayo ilishuka juu ya uso wa dunia, nguvu ya kiungu. Na dunia automatic ilikuwa ina nguvu ya kupokea. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba nguvu ya kiungu imewakilishwa na mwanga na nguvu ya ulimwengu imewakilishwa na giza. Ile nguvu ya giza haikuumbwa, ni nguvu ya asili ambayo ilikuwepo. Nguvu ya kiungu ni nguvu ambayo inatoka katika ulimwengu wa kiungu, ilifanywa kuwepo katika ulimwengu wa kimwili
na ilivyotokea katika ulimwengu wa kimwili ilikutana na nguvu ambayo inakinzana na ile nguvu ya kutoa, yani nguvu ya kupokea, na kusababisha uwepo ile nguvu ukatokea, ikiwa na maana kwamba ili tendo la kutoa liweze kuwa na nguvu ni lazima kuwepo na tendo la kupokea. Sijui kama unaelewa. Ili wewe nguvu yako ya kutoa iweze kufanya kazi, ni lazima nguvu ya kupokea iwepo, yani nguvu kinzani iwepo, ili tendo lile, ili nguvu ya kupokea iweze kuwa na maana na nguvu ya kutoa iweze kuwa na maana. Kwa hiyo nguvu hizi mbili ni lazima ziwepo ili nguvu ya kutoa iweze kujidhihirisha na nguvu ya kupokea iweze kujidhihirisha. Kwa hiyo nadhani unaweza kupata picha kwamba kuna nguvu ya kiungu na nguvu ya ulimwengu zinafanya kazi kwa kushirikiana, lakini ni nguvu ambazo zinakinzana. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakimfananisha Yesu na shetani pamoja na vitu vingine. Kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikizungumziwa kuhusiana na hizi nguvu mbili, lakini ni kitu ambacho nilitaka niweze kukuelewesha. Kwa hiyo tuweke pembeni swala la nguvu za giza pamoja na nguvu za mwanga pamoja na vitu vingine. Hiyo ni tafsiri kubwa, nataka tuizungumzie katika level ya kawaida ambayo itaweza kukusaidia sisi tunapotaka kuitumia nguvu hiyo. Kuna watu ambao wamefananisha nguvu hii ya kutoa pamoja na nguvu za masculine energy, ambayo ni nguvu ya kutoa, ambayo katika bustani ya Eden tunaweza tukasema Adam alikuwa anawakilisha nguvu ya kutoa, na feminine energy ni Eva alikuwa anawakilisha nguvu ya kupokea. Kuna vitu vingi ambavyo tutakuja kuvizungumzia baadaye kuhusiana na Adam na Hawa pamoja na vitu vingine, lakini tusizungumzie Adam na Hawa, tuzungumzie energy tuzungumzie energy ambayo iko ndani ya mwanadamu. Ndani ya mwanadamu kuna nguvu ya kutoa pamoja na nguvu ya kupokea, lakini nguvu ya kupokea ni nguvu ambayo natural iko ndani yetu. Nguvu ya kutoa ni nguvu ambayo tunaiumba ndani yetu, ni property ambayo haipo ndani yetu ila tunaiumba ndani yetu, kama vile ambavyo uumbaji wa mwanzoni tunaona giza lilikuwepo. Hiyo ni tuseme ni nguvu ya kutoa ndani yetu ili kuwepo naturally, hiyo ni asili. Lakini nguvu ya kutoa au mwanga ni kitu ambacho kiliumbwa ndani yetu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa uumbaji tunasema Mungu aliumba nguvu mwanga, alitamka na mwanga ukatokea. Lakini tunapozungumzia katika mwili wako, ndani yako wewe, tuchukulie wewe ndio universe, ndo dunia, ndio uumbaji ambao unafanyika ndani yako, na wewe ndio mtu ambaye unafanya ule uumbaji. Ndani yako kuna giza tayari, yani tunasema kuna nguvu ya kupokea ambayo iko tu automatic, kutaka kupata kila kitu kwa ajili ya kujinufaisha wewe. Hiyo ni kawaida. Lakini kutaka kutoa, hiyo ni kitu ambacho kinaumbwa, kinatengenezwa ndani yako. Kwa hiyo nguvu ya kiungu ni kitu ambacho unakitengeneza na kukikuza ndani yako, lakini hicho kitu unachokitengeneza kinakutana na nguvu kinzani ambayo iko ndani yako. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanasema ni rahisi sana kuwa upande wa shetani, kwa sababu ni kitu ambacho kinatokea automatic bila kuwa na effort yoyote, lakini ni ngumu sana kuwa upande wa Mungu, kwa sababu ni kitu ambacho lazima ukifanyie kazi, ni kitu ambacho lazima ukiumbe ndani yako. Kwa hiyo watu wengi wamechagua njia nyepesi, njia ya kufuata nature ya kawaida, lakini njia ya kiungu ni njia ambayo kuna kitu ambacho lazima ukiumbe ndani yako, kuna kazi ambayo lazima uifanye. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kilizungumziwa katika mstari wa kwanza wakati dunia inaumbwa. Ni kitu ndio katika mfumo mrahisi ambao ni kitu ambacho tumekuwa tukikifanya kila siku. Ni kitu gani ambacho unakifanya unapotaka kiumbe kitokee, unapotaka kupata mtoto? Kwa sababu mtoto sio kitu ambacho unakitengeneza kutokana na udongo au kutokana na nini, ni kitu ambacho unakitengeneza out of nothing, kinatokea.
unakiumba, si ndio? Ni kitu gani ambacho unafanya? Kuna process ambayo unaitumia. Kuna masculine energy, nguvu ya kutoa, inaenda kupanda mbegu kwenye feminine energy, kwenye nguvu ya kupokea. Ile feminine energy ikipokea ile nguvu, inapokea ile nguvu na kutoa matokeo na kutengeneza uumbaji kutokana na ile nguvu ambayo umepokea. Kwa hiyo kuna nguvu ya kutoa ambayo ilijimanifesti ikapanda mbegu katika nguvu ya kupokea, na ile nguvu ya kupokea ikazaa matokeo ya ile mbegu, yakaumba kitu kipya katika ulimwengu wa kimwili. Huo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, tuzungumzie mbegu. Kuna nguvu, wewe ambaye unataka matunda ya mti fulani, ulichukua mbegu, ile mbegu ukaipanda kwenye ardhi. Wewe mwanadamu una nguvu ya kutoa, ukaipa ardhi. Ardhi ni feminine energy tulizungumzia. Kwa hiyo ardhi ikameza mbegu, ikapokea, kwa sababu yenyewe ina nguvu ya kupokea. Baada ya kupokea, ile mbegu ilioza, lakini matokeo ya kupokea ile mbegu yalizaa matunda. Kwa hiyo kuna nguvu ambayo ilitoa ikaipa ardhi mbegu, na ile ardhi ilipokea ile mbegu alafu ikazaa. Kwa hiyo kuna nguvu ya kutoa na kuna nguvu ya kupokea. Nguvu ya kutoa ilipanda na nguvu ya kupokea ilitoa matunda yakamanifesti katika ulimwengu wa kimwili. Nadhani katika upandaji wa mbegu hiyo tuko sahihi. Sasa tuzungumzie katika ulimwengu wa ndani. Tulisema wewe kama mwanadamu, kuna ulimwengu wa ndani una nguvu ya kutoa, na ulimwengu wa nje una nguvu ya kupokea, ikiwa na maana kwamba hii unatumia hisia, spirituality pamoja na vitu vingine, au sio? Ulimwengu wa ndani unahusika na ubongo wa kulia. Hiyo ndio kitu ambacho tulizungumzia, inahusika na ubongo wa kulia. Na nguvu za nje, ulimwengu wa nje pamoja na vitu vingine, unahusika na ubongo wa kushoto. Kwa hiyo unapotaka kumanifest kitu katika ulimwengu wa kimwili unafanyeje? Kwa sababu ndani yako kuna nguvu mbili. Kwa hiyo lazima kwanza uamshe nguvu ya kutoa, uamshe ubongo wako, utengeneze, umanifesti nguvu katika ubongo wako wa kulia. Utengeneze idea, tuseme mfano idea, utengeneze kitu, uvisualize kitu ambacho unataka. Ile idea ni kama mbegu ambayo umeitengeneza ndani yako. Ile mbegu unaenda kuipanda katika ubongo wa kushoto. Ile mbegu utakapoipanda, ubongo wa kushoto ndio utamanifest, utatengeneza mipango, utafanya analytics, utatengeneza nini na nini, na kusababisha ile idea kuzaa matokeo yake yakatoa kitu ambacho kitaonekana katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo kuna process mbili. Ni lazima umanifesti kitu au kiumbe kitu katika ulimwengu wa ndani au katika ubongo wa kulia. Kile kitu ukipande kama mbegu katika ubongo wa kushoto, na ubongo wa kushoto uweze kutunga mimba na kuweza kuzaa kile kitu kiweze kumanifesti katika ulimwengu wa kimwili, kukifanya kile kitu kiweze kuapia katika ulimwengu wa kimwili katika macho yetu kama kitu cha kawaida. Kwa hiyo tunaweza kuzungumzia, inawezekana ikawa ni una manifesti hela, uweze kupata hela, uweze kupata afya, uweze kupata nini. Kile kitu unachokitaka lazima ukimanifesti katika ulimwengu wa kimwili, ukiumbe kiwe kama energy, kiwe kama mbegu. Ile mbegu utaipanda katika ulimwengu wa kimwili
au sio, tuseme utakipanda katika ubongo wa kushoto. Tunazungumzia kazi ya ubongo wa kushoto ni kufanya mahesabu, wanasayansi, mambo ya logic, analytics, mipango pamoja na vitu vingine, na ile mipango ndiyo inazaa matokeo katika ulimwengu wa kimwili. Nadhani hapo sasa umeshajua kwamba tofauti ya masculine energy na feminine energy sio tu kwamba ni mwanamke na mwanaume, ni nguvu mbili ambazo zimetengana. Hapana, ndani ya ubongo wetu hizo ni nguvu mbili ambazo zinafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo nadhani ushapata jinsi ya kupata connection ya kufanya manifestation. Kwa hiyo kuna idea ambayo unaweza ukazitoa katika ulimwengu wa kiroho ukazijenga kama mbegu katika ulimwengu wa ndani na ukaziconnect na ubongo wa kulia. Ubongo wa kulia ukafanya connection na ulimwengu wa kimwili kuweza kufanya kile kitu kiapie katika 3 dimension. Nadhani hicho kitu utakuwa umeweza kukielewa. Kwa hiyo vile vile kama ambavyo tulizungumzia kwenye toa sadaka, vile vile ni lazima uamshe nguvu ya kutoa. Kwa hiyo kuna mwingine anaiamsha ile nguvu ya kutoa kwa kutumia sadaka. Ukisema leo umeenda kununua kondoo, umetoa hela, umeenda kutafuta aina fulani ya kondoo na kuweza kutoa sadaka, ndani yako kuna ile hali ya kujisikia umetoa kitu muhimu, kitu special, umemtolea Mungu pamoja na vitu vingine. Unakuwa umeamsha ile nguvu ya kutoa ndani yako. Ile nguvu ya kutoa ulioiamsha ndani yako inakuwa ni mbegu ambayo umeipanda, au ni mbegu ambayo umeimanifest, umeitengeneza. Kama vile ambavyo unasema nakula karanga, nafanya nini ili niweze kupata, nitengeneze mbegu ambayo inaweza kunipa mtoto. Ile mbegu sasa unaenda kuipanda katika ulimwengu, unaenda kuipanda katika ubongo wako wa kushoto. Unavyoenda kuipanda, maana unaenda kumanifest kile kitu kitokee hivi na pamoja na vitu vingine, unaenda kuipandikiza kwenye ubongo wa kushoto. Baada ya hapo sasa unaanza kuumba katika ulimwengu wa kimwili kile kitu kitakavyokuwa, utakavyotaka kiwe pamoja na vitu vingine. Ina maana kwamba unaanza kutengeneza imani, unaanza kufanya kile kitu kiwe believable, kiwe ni kitu cha kuaminika. Uamini kwamba kile kitu kipo na uanze kutengeneza mipango jinsi kile kitu kitakavyofanya kazi katika ulimwengu wa kimwili pamoja na vitu vingine. Kama ni gari, ni jinsi gani ambavyo utakuwa na hilo gari, jinsi gani ambavyo utakuwa na parking, jinsi gani ambavyo utakuwa unafanya service pamoja na vitu vingine. Unaanza kutengeneza kuishi kana kwamba kile kitu tayari kimetokea pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo yale maandalizi pamoja na vitu vingine ni sawasawa na kusema unaanza kutunga mimba. Na mimba haikurupuki tu kwamba leo kesho mimba umezaa. Hapana, kuna prosesi za mimba na kuna prosesi ya kufikia kipindi cha uzazi na kuweza kufanikisha kile kitu kumanifest. Ina maana kwamba prosesi za kupata mimba, prosesi za kulea mimba na prosesi na uchungu wa kujifungua ni sawasawa na matokeo ya vile vitu ambavyo utakuwa unahitaji. Ili uweze kupata kitu fulani, kuna baadhi ya vitu inabidi uvipoteze. Ili kuweza kupata amani, kuna baadhi ya watu inabidi kupoteze. Kuna baadhi ya mahusiano inabidi yafe pamoja na vitu vingine. Ili uweze kuwa na hekima, kuna baadhi ya mitihani lazima upitie pamoja na vitu vingine, ili kutengeneza njia ya kuweza kufanikisha kile kitu ambacho ulikuwa unakitaka. Hivyo vitu vinaweza vikatokea automatic. Kwa hiyo inatakiwa uwe na imani kwamba haijalishi ni njia gani utapitia, haijalishi ni majaribu gani, ni mitihani gani utapitia, amini kwamba hiyo ni njia sahihi ya kuweza kupata matokeo. Ikiwa na maana kwamba haijalishi mama mjamzito atapitia changamoto gani, ataumwa, atafanya nini, lakini imani yake ni moja, kwamba ni imani ya kuamini kwamba mwisho wa siku hayo maumivu yataisha na atajifungua salama na mambo mengine yataendelea, atapata faida, anajua kuna faida mbele. Kwa hiyo changamoto ambazo unazipitia baada ya kupanda mbegu ni sawasawa na changamoto ambazo mama mjamzito anazipitia
baada ya kupokea ujauzito. Kwa hiyo hiyo process ya miezi 9 haijalishi wewe utapitia kwa muda gani. Kwa hiyo ni lazima ujue, lakini kitu cha msingi ni kwamba lazima ujue changamoto hizi unazipitia kwa sababu ni maandalizi. Kwa hiyo lazima uwe na imani ya kile kitu ambacho kiko ndani yako, lazima uwe una uhakika na mimba uliotunga ndani yako. Kwa hiyo hiyo ni process ambayo lazima ujifunze. Kwa hiyo ili uweze kuijua hiyo process, lazima uweze kuwa na imani kwamba process hii inafanya kazi, lazima uweze kuiona process hii imefanya kazi. Kwa hiyo mimba ikiingia ni lazima uzae. Inawezekana mtoto akatoka na tatizo pamoja na vitu vingine, lakini haikusababishi wewe kuacha kujaribu kutafuta mimba nyingine, kwa sababu unaamini hii ni process ambayo inafanya kazi. Kwa hiyo najaribu kukujengea imani ya kuamini kwamba kile kitu ambacho unaenda kukiomba lazima kitokee. Ile process unaoifanya katika ibada yako ni lazima matokeo yatokee, kwa sababu unafahamu kitu ambacho kinatokea behind the scene. Kwa hiyo endapo kutatokea changamoto, kutatokea nini, unafahamu ni kwa nini changamoto hii imetokea, ni kwa nini kuna kuchelewa huku, wewe umekosea kitu gani, imani yako imepungua kwa sababu gani, kuna kitu gani unatakiwa urekebishe. Kadri ambavyo unajifunza, kadri ambavyo unaendelea kufanya marekebisho, kadri ambavyo unajiweka kuwa aligned na hiyo process, ndivyo kadri ambavyo unafanikiwa. Kwa hiyo sasa kanuni hii ni kama kanuni ambayo ina apply katika mazingira yote. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa na tatizo fulani, unafahamu kabisa ili tatizo langu niweze kulisolve, ndani yangu kuna nguvu mbili, kuna nguvu ya kutoa na nguvu ya kupokea. Katika situation yangu mimi, kitu gani ambacho natakiwa nitoe na kitu gani ambacho kinatakiwa kipokee, na hicho kitu kinachopokea kinatakiwa kizae, ni process gani ambayo natakiwa nifanye ili kanuni iweze kuwa aligned na kile ambacho mimi nakitaka. Ina maana kwamba ni sawa sawa na kujua kanuni ya magazi juto. Unajua kwamba kuna kugawanya, kuna kuzidisha, kuna kujumlisha, sio na kutoa mabano, sio na vitu vingine. Unafahamu hiyo process, lakini unapopangiwa zile namba ndani ya ile kanuni, ndipo unapogundua kwamba ile kanuni ina ugumu wake. Aidha umekosea kutoa, aidha umekosea mahesabu, aidha umekosea kujumlisha, aidha umekosea nini, unakuta mwisho wa siku jibu linakuwa tofauti. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu ambacho umekosea, ila kanuni iko vile vile. Kwa hiyo lazima urudi na uangalie kuna kitu gani ambacho nimekosea, unafanya unarudia. Kuna kitu gani ambacho umekosea, unaweka sawa, kwa sababu unaamini kanuni inafanya kazi, ila kuna mahesabu ambayo ndani yake umekosea. Aidha unaweza kujua okay, katika magazi juto hapo kuna sehemu ambapo ilitakiwa nitoe kwenye mabano kwanza, hapo nilikosea. Hapa ilitakiwa nijumlishe hiki na hiki kwanza, au nilivyojumlisha hapa kuna kitu nilikosea. Kwa hiyo unakuwa unajua kanuni na kila kitu kinavyofanya kazi, ila kuna vitu ambavyo unakuwa unavifanyia marekebisho ili kuwa aligned na ile kanuni. Kwa hiyo hii ni kanuni ambayo imetumika, ni kanuni ambayo ilitumika toka mwanzoni mwa uumbaji. Kwa hiyo tukitaka kuingia deep zaidi kujifunza kwa mujibu wa Biblia, tunaingia deep kwa kufuata maandiko na kuweza kutafsiri kanuni hii kwa uzuri kabisa. Nilitaka niweze kukufafanulia kwa njia ambayo itakusaidia. Nadhani hapa umeelewa vizuri. Kama haujaelewa usijali. Ingia kwenye grupu, kama una maswali na nini tutashare kwa pamoja, lakini pia na hisi inabidi tufanye video nyingine ya kuweza kukufafanulia zaidi na kuweza kukuingiza katika mifano mingi zaidi, ili uweze kuona ni jinsi gani ambavyo kanuni hii imekuwa ikifanya kazi. Hii ni moja ya funguo za ulimwengu wa kiroho, funguo za watu ambao wamefanikiwa sana. Kwa hiyo nadhani kwa ufupi utakuwa umepata picha ya kile ambacho nilikuwa nataka niweze kukufundisha siku ya leo na uweze kuelewa. Lakini nazidi kusisitiza kwa wewe ambaye umeguswa na mafundisho haya na unatamani yaendelee kuwepo, au kuna kitu ambacho unataka kutoa kama shukrani ya kile ambacho tumekifanya kwa ajili yako, basi unaweza kuchangia sadaka yako. Kuna namba ya WhatsApp hapo, utanicheki ili nikurushie namba ya kuweza kuchangia. Lakini pia kama utataka kununua kitabu, kuna vitabu ambavyo nimevitengeneza kwa ajili ya safari ya kiroho ili kuweza
kushinda changamoto zote ambazo zimekuzunguka. Viko vitabu vya level 3, level ya maji, level ya moto na level ya nuru. Unaweza ukachangia pia na kuniambia ni aina gani ya video ambayo utataka, na kwa heshima yako nitatengeneza hiyo video kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine ambao wanatamani kupata video kama hiyo ambayo unaitaka. Kwa hiyo itakuwa ni njia nyingine nzuri sana ya kuweza kuchangia. Kama una mawazo pia ambayo unaamini mawazo yao yatajenga, unaweza ukatuma message WhatsApp hapo, tukaweza kushare mawili matatu ili tuweze kupiga hatua zaidi. Unaweza ukajiunga na group letu kama utakuwa na maswali na kuchangia kile ambacho tumezungumzia, tutachangia kwenye group humo na tutaweza kushare vitu viwili vitatu. Lakini pia kama haujaelewa vizuri, usijali, video inayofuata tutafafanua vizuri ili kuweza kuelewa zaidi kile ambacho nimekifundisha katika video hii. Karibu sana Tripod Media kwa mara nyingine. Asante sana.